Watazamaji wa Mangu TV, leo tutakwenda kuendelea katika kile kipindi chetu cha jamii mpya, na leo ambacho tunakwenda kuizungumzia katika jamii mpya, tunakwenda kuzungumzia sasa, tunakwenda kufananisha kati ya jamii ya sasa na jamii ya zamani, kwamba jamii ya zamani ilikuwaje na jamii ya sasa ikoje. Kwamba kiukweli sasa hivi jamii ya sasa kidogo imefanikiwa kwenye sala la teknolojia, maendeleo, lakini kwenye jamii ya zamani haikuwa na teknolojia, lakini ilikuwa pia haina maendeleo kwa ukubwa. Lakini kuna baadhi ya vitu jamii ya zamani ilikuwa inavifanya ambavyo vilikuwa viko sahihi kabisa kuliko hata jamii ya sasa hivi. Chukulia mfano swala la matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii hapo zamani haikuwa na ukubwa wa kivile, na watu hawakuwa wanaitumia kwa kufanyia masuala maovu. Lakini sasa hivi ukitazama, mtu anaweza akaedit kitu kwa jamii sasa hivi. Ukichukulia mfano, mtu anaweza kutumia labda AI kuedit vitu vyake, labda kuanza kutengeneza vitu ambavyo sio sahihi, ni vya uongo, akaanza kuvitengeneza na watu wakawa wanavishuhudia. Na jamii ya zamani haikuwa na hivyo vitu, ndio maana ilifanikiwa katika swala la kuwa watu wazuri na watu ambao walikuwa waumini. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia katika jamii sasa hivi imekuwa ina improve kwa kila kitu ambacho kinatokea kipya, na ukiangalia vitu ambavyo vimeteki advantage, kwa maana vimechukua taswira mpya na vimechukua idadi kubwa ya watu katika jamii mpya na jamii ya sasa ya leo. Na ni vitu kama ni masuala ya mitandao ya kijamii, tukiangalia hizi simu, kompyuta na vitu vingine ambavyo vimekuja kuja vipya ambavyo vimekuja kuharibu kiuhalisia. Ukitazama kuna masuala ya uharibifu, na pia kuna swala ambalo limekuja kusaidia kuongeza teknolojia. Tukitazama teknolojia sasa hivi imekuwa kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika ambavyo zamani havikuwepo kabisa. Ukitazama sasa hivi kumekuwa kuna miundombinu, majengo makubwa yanajengwa, lakini zamani hapakuwa na miundombinu. Zamani watu walikuwa wanajenga nyumba kutumia magome ya miti ama miti kwa ujumla, walikuwa wanatumia kujenga nyumba zao kwa ajili ya kuishi. Lakini sasa hivi ukitazama kuna vitu kama simenti, vifaa mbalimbali vya kujengea. Sasa hivi umeona kuna magorofa, majumba marefu. Kwa hiyo teknolojia sasa hivi kidogo kuna hali fulani imesaidia, lakini kuna hasara yake pia. Tukiangalia matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanatokea katika jamii mpya, tukiangalia sana sana katika matumizi ya simu, unakuta kwamba taarifa inatoka mpya ambayo labda inazungumzia kitu fulani, lakini baada ya hapo kuja ukitazama unakuta pia ni taarifa ambayo sio ya ukweli, ni ya uongo. Unakuta tayari imeshakupotosha, tayari imeshakutoa mahala moja, imekupeleka sehemu nyingine ambayo umekuja kujisikia tofauti kabisa. Lakini pia kingine katika jamii ya sasa, kuna kitu ambacho kimekuja kuingilia kati. Nazungumzia sasa kwenye swala la mpira wa miguu. Kiukweli katika mpira wa miguu kuna hisia kubwa sana ambayo inafanya mpaka watu sometimes wanaanza kumkufuru Mungu, kwamba wanamfananisha Mungu pamoja, wanafananisha vitu ambavyo vinamilikiwa na Mwenyezi Mungu kuvifananisha na mpira wa sasa hivi. Unaona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea uwanjani, kwa mfano vifo vya watu wengi. Hapo mwanzo hapo jamii ya zamani havikuepo. Jamii ya zamani hapakuwa na viwanja vikubwa labda vya kusema tunacheza mpira labda ulikuwepo, lakini sio haukufuatiliwa kwa ukubwa kivile. Lakini sasa hivi watu wanajenga viwanja vikubwa vya kuchukua zaidi ya watu, ya kukusanya zaidi ya watu, labda tuseme milioni 90. Milioni 90 ni watu wengi sana. Ikitokea mfano imetokea labda ajali mbaya, labda imetokea labda uwanja ulikuwa umejengwa vibaya labda au muda wake, labda kuna baadhi ya sehemu zilitokea labda itilafu, uwanja ukadondoka, unaweza ikachukua watu wengi sana na watu wengi wakaweza kufariki. Kija kingine pia kwa swala, tukiacha nje swala la uwanja wa kupoteza watu wengi sana, watu wengi wakifariki kwa ajili ya kufuatilia mpira wa miguu, kwa swala lingine pia la teknolojia ya magari sawa, yanasaidia kuokoa muda wa kufika sehemu moja ama sehemu nyingine kwa wakati. Lakini ukitazama katika baadhi ya vifo vya watu wengi vilivyotokea, vimeonekana kwamba kuna kuchangia kwamba ajali za kutumia usafiri kwa magari, bodaboda pamoja na vifaa vingine ambavyo vinatokea na teknolojia sasa hivi. Na ukitazama katika hivyo pia vinasababisha vifo vya watu wengi. Kwa hapo zamani ukitazama kulikuwa na vifo vichache sana, kwamba watu hawafariki kwa wingi kuliko kwa sasa hivi. Mtu inaweza katokea ajali moja ikachukua zaidi ya watu 10 hadi 20. Lakini kizungumzia teknolojia pia sasa bado inaendelea kuwa imezidi teknolojia ya zamani kwa vile vitu ambavyo sio vizuri. Tukizungumzia ni swala la magonjwa, hapo zamani hapakuwa na magonjwa. Kulikuwa na magonjwa ya asili ambayo kiwasilia lazima uyapate, kwa sababu kutokana na vile vitu ambavyo kutokana labda na usafi au vitu vingine ambavyo sio sahihi. Lakini
kwa sasa hivi kumekuwa na magonjwa ambayo yanatengenezwa kwamba mtu anaamua atengeneze ugonjwa ama atengeneze virus, ambao hao virus, nazungumzia virusi au virus, wanaweza katolewa kwa njia ya hewa, na watu hao tuseme binadamu sisi tukapata hao virus, tukawatumia hao virus tusipo kwa kuto kujua, na tushangaa tu ugonjwa umelipuka pap na watu wakaanza kufariki. Kwa hiyo teknolojia ya sasa imepoteza watu wengi sana kulikoni na jamii ya zamani. Kwa sasa hivi watu wamekuwa wakijishughulisha kwenye mambo ambayo sio sahihi, mambo maovu. Kwa mimi nasema kwamba jamii mpya kidogo na jamii ukifananisha na jamii ya zamani, naweza nikasema jamii ya zamani ilikuwa sahihi kwa vile vitu vinavyofanya, lakini kuna muda mwingine ilikuwa nyuma zaidi ya maendeleo kuliko jamii ya sasa hivi. Jamii ya sasa hivi imekuwa inaenda kasi sana kimaendeleo. Mimi nimemaliza kama hivyo, na mimi ni Jazaka Rajabu, na ulikuwa unaitazama Mango TV. Usikose kusubscribe, kushare na kucomment na kufuatilia Mango TV.